Pandiji. Najua unanifahamu mimi ni nani? Ndio, wewe Mansuri. Na unafahamu kabisa naweza kukufanya kitu cha aina yoyote hapa ulipo. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Ila leo nimekuja kama rafiki kwako. Kuna kitu nahitaji unisaidie. Sawa. Huyu Consolata ni nani? Na anakaa wapi? Unataka kumjua Consolata? Anaishi katika msitu mikubwa huko. Ni msitu mkubwa ambao unaitwa Wazuzwa. Na huko mimi ndo nimewapa connection na kina Yolanda. Na ameenda kumchukua ili achumie ile pete. Ungeenda kuchukua tu wewe. Hivyo na ungeenda. Msitu Wazuzwa. Msitu Wazuzwa. Pandiji. Nakusikiliza baba. Nakusikiliza. Nilikuwa nahitaji kuongozana na wewe. Unipeleke katika huo msitu. Mansuri. Mimi siwezi kukanyaga katika msitu wa Zuzwa. Wakina Rwanda naona mimi nawasaliti. Hivyo nimekupa connection hiyo. Wewe nenda tu Mansuri kachukue. Nisamehe mheshimiwa. Asante kwa msaada. Kawaida. Fresh. Onelele. Unajua tutakukuta ndugu yangu. Unajua ndo maskani kwetu hapa tunapisha tunapiga tizi muda mrefu unajua. Vipi lakini? Fresh gani? Naona mazoezi kidogo nini? Ndio hivyo tu tunajua maisha yetu tuliochagua ni maisha kidogo magumu. Ni kweli. Vipi lakini maendeleo mziki unalipa au ndio tunapambana mdogo mdogo? Kawaida tu tunajua sisi ambao kidogo hali ya uchumi kidogo tunaomba ni mziki kwetu tunakuta mgumu, lakini hivyo tunakaza tu. Sijajua mishemeshi hapo. Sasa nimetoka hivi kwa babake mdogo Simfukwe. Tukule hali nikutana nayo sio mzuri. Maana kama ni mtu ambaye kwamba amechanganyikiwa hivi, yani sielewi tatizo ni nini, yani anaongea peke yake. Kwa hiyo kitu kinanichanganya sana. Shida sio nini? Kama umetoka kwa babake mdogo Simfukwe ukamkuta na aliyo hata Simfukwe mwenyewe wala nayo. Hapo nikifikiria ni pete. Pete? Pete kivipi yani? Simfukwe kuna pete iliyokota. Na hiyo pete ndio inaleta yani kila kitu tunachokiona. Jana nimekutana na Simfukwe. Lakini tangu nilipoonana naye hali yangu ya mwili sielewi. Yaani kuna muda nakuwa kama zombie, kuna muda najikuta na nguvu yani, alafu kuna muda mwingine kabisa mwili unapooza. Yaani hapo ile swali limetokea tangu nimefanyaje? Nimeonana naye kanihadisia ile swala la kuhusu pete. Sasa kama issue kama ipo hiyo. Hapo ni uchawi. Hapo ni uchawi kabisa. Kuwa makini swala hilo. Sawa, mimi nitakuwa makini. Ila haina jinsi nilifanye. Nitajua nitatumia njia gani. Lakini hili siwezi kulifumbia macho. Basi ndugu yangu, acha nikuache. Baridi. Mimi ngoja niingie vijobu hapo. Poa. Tutasomana basi. Baridi. Unajua uchawi yupo.
Yeah. Karibu, nipo huko. Karibu. Naomba tuongelee ndani. Tuongelee ndani. Tuomba tuongelee ndani. Sawa, karibu. Dais. Karibu. Kuna kidawa? Nakuona nyoshwa hapo. Niko na kidawa wangu. Uongo? Haya bwana, singa tupate msosi kidogo. Haya, karibu sana. Haya. Salama, kwema. Wewe sister. Safi, karibu. Safi, msosi si upo? Upo, karibu. Poa basi, tuwekee kama kawaida. Tani ngapi? Hiyo sielewi, niwekee moja tu bubujele. Karibuni chakula ndugu zangu. Chakula ndo hicho. Kuleni. Asante. Karibu, kwani kuna nini? Unafahamu nini kuhusu mjomba wako? Mjomba wangu, kuna tatizo gani? Mbona unaniuliza hivi? Nataka kujua kwa chochote unachofahamu kuhusu mjomba wako. Mimi mjomba wangu kwa kweli simuelewi. Simuelewi hata kidogo. Kuna siku kanikaba hapa nusu aniue. Kwa kusema kweli simuelewi. Hicho ndio nataka kujua kuhusu mjomba wako. Maana nimepitia hapo kwake, naona hayupo sawa kabisa yani. Bila shaka na tatizo. Mjomba wako amekuwa majini mahaba. Majini mahaba wako aina tofauti. Yale mkumba yeye na nilo Tausi. Wewe unajuaje? Mimi naitwa Ali. Ni Mpemba halisi. Kwa hao majini mahaba ni kitu kidogo sana kwangu. Yaani jini mahaba akiingia mwanaume hapendi kuwa karibu na ndugu na marafiki. Hichi ndio kinachoendelea. Ila mimi nataka tumsaidie. Tushirikiane mimi na wewe tuweze kumsaidia. Raul, hivi vitu gani? Mimi siwezi kula kabisa hivi vitu. Sivielewi. Shivani, mtaidi tu hichi ndio chakula cha binadamu. Watatushtukia. Mimi siwezi kula. Wewe kula tukania kutondoka. Jitahidi tukile hichi chakula. Sawa. Vipi shemeji? Chakula kibaya mjakipenda? Amna. Si unajua tena tunabarikiwa kupata mtoto, kwa hiyo mke wangu chakula hichi kinamchefua.
anaharibu nacho. Sawa bwana ndugu yangu. Nikajua leo kidogo sister kakoroga uji na nikasema leo mbona kabananga leo. Maana siku zote mimi chakula nakulaga hapa. Ndio maana nikashangaa kidogo. Kula basi shemeji kidogo jikane. Unajua ndio mambo yenu wanawake. Shemeji. Hongera bwana basi. Inawezekana kuna ukweli, kwa sababu siku ile nilikuwa nanikaba, nilikuwa naona nawasema mwanamke mara yeye, nikawa yeye kama nachanganyikiwa. Hili ni yai. Hebu shike kwanza. Hilo ni yai. Ninatakiwa tuende sehemu ukalivunje. Halafu kitakachotokea na utakachokiona ndicho tutakachoanzia. Kwa hiyo naweka mjomba atapona, atakuwa sawa. Bila shaka, hakuna choshindikana mbele yangu. Sawa, kwa hiyo tunavunja lini? So lini tunavunja sasa hivi? Yaani sasa hivi tunaondoka. Kama sasa basi twende. Jomba, nataka kujua kitu kimoja. Dada hakufanya nini mpaka umeenda kumfanyia vurugu nyumbani? Vurugu? Hivi unataka kujisaulishe kabisa kwamba hakuna kitu umeenda kumfanyia dada nyumbani? Nimetoka hapa nakuta dada anashika shingo na ukiangalia kwa ana alama za kukabwa. Anasema ni wewe umemkaba. Amekukosea nini dada? Simfungwa sasa umeanza kudata. Zile habari nilizozipata zile kwamba unakaa bondeni kule na ule mpumbavu mwenzio. Mnavuta sigara bwege. Wewe sasa umeanza kupagawa. Mimi nikamkabe dada yako. Yaani mimi nimekuwa kibaka. Unajua siku zote kila mtu anafahamu kwamba mjomba ni mama. Lakini unakuwa wewe sio mama tena ni kama wewe mtoto koma. Mimi usinifananishe na mama yako. Mimi siwezi kuwa mlevi kama yule. Sawa? Mimi mjomba wako na yule ni mama yako. Hii kauli ya mjomba mama kwangu mimi hakuna. Sawa? Sasa tutoe mzizi wa fitina. Kama kweli wewe unajiamini hujamfanyia kitu chochote dada yangu, tunatoka hapa mguu wangu mguu wako, twende nyumbani. Akisema kama ni wewe umemkaba, akiamua sikubakizi. Hilo tumbo lako mimi nalitumbua na panga. Naona sasa unanivunjia heshima. Sasa twende huko kwa mpuuzi mzio.
Nyosha mkono hiyo. Kwa makini na maneno nitakayokuambia. Hakikisha ukosei. Navunja kafara hii. Nataka Tausi utoke ndani ya mwili wa mjomba wangu haraka sana. Twende. Alafu navunja. Alafu navunja. Navunja kafara hii. Tausi, nataka utoke katika mwili wa mjomba wangu na kuita. Kwa nini unasema nakuita? Ukosea bana. Kaka! 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 Kaka, naomba tusaidie kaka. Naomba tusaidie kaka. Tumeenda kufanya kafara kaka. Kilichotokea kitu cha ajabu kaka kimetokea. Kinatufuata. Kinatumaliza kaka. Naomba tusaidie kaka. Tusaidie kaka. Wewe nani amekufundisha uganga? Na nani amekufundisha au kukuelekeza namna ya kutibia? Lakini kaka, si uliniambia ukishika mai mawili, ukifuata na maelekezo ulionipa, ukienda kuvunja njia panda, jini mahaba anatoka, kama mtu anatezea jini mahaba, anaondoka. Mimi nilikuelekeza wewe kama wewe, sikukuelekeza kwenda kutibia mtu mwingine. Nadhani umenielewa. Lakini kaka, mimi nifuata masharti kama uliniambia. Wafia ngefanya nini? Yeye ndo kakosea. Baada ya kumtoa kale kamwita. Sasa kwa ulichokifanya kuna mawili. Wewe au huyo mwenzako mmoja hapa. Sasa ufika kata tafanya nini? Naomba nisaidie kaka basi. Naomba nisaidie. Sasa mimi ndo ninafanya haya. Si nitakufa mimi kaka. Afu mimi na mambo mengi ya kufanya. Bado kijana kaka. Mimi bado kijana kaka. Na mambo mengi ya kufanya kaka. Naomba nisaidie kaka. Nitakufa mimi kaka. Nitakufa mimi mdogo wako kaka. Naomba nisaidie kaka. Subiria. Simama. Wakati unatoa kafara ni maneno gani ulizungumza? Mimi aliniambia nitamke maneno ya kumtoa jini kwenye mwili wa mjomba wangu. Ila kwa bahati mbaya nikakosea, badala ya kumtoa nikamuita. Ndio hapa anatukimbiza, tumeamua kukimbia. Naomba utusaidie. Pole sana. Subiria.
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجرى وهادر بسم الله الذي لا يذل نفس من شأن في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأهاذر أعوذ بكلمات الله تامة استغفر الله. Mama! Ndugu ameshakufa.